Omar Tego niko naye. Niambie mzima wewe. Bwana mimi Sakina nashukuru niko poa sana. Niko poa kabisa. Nimefurahi sana leo kuweza kuja kunitembelea na kupata mawili matatu kwa sababu kipindi kirefu hatujapiga story. Ndio. Lakini leo bahati nzuri tumepiga sehemu ambayo ya kujidai. Kila siku ya Ijumaa maana napatikana hapa. Unapiga hapa Kisuma Double M hapa. Double M hotel hapa kila siku ya Ijumaa. Kila Ijumaa kumbe. Hapa kuna mkoa na mchana wa biriani. Basi kwa hiyo tangu mchana tunakuwepo hapa mpaka usiku. Oho, kwa hiyo ile dhamira kwamba Cosmopolitan Omar Tego hayupo. Ipo, yani haitumetupa. Omar yuko ligeni bado sana. Sababu sehemu ambazo tunafanya hizo wiki za permanent ni hapa Kisuma Ijumaa na Jumapili Bizonga tunakutokea na Msondo bana. Kwa hiyo yani ukitaka kunipata basi sehemu permanent basi ndio hizo. Kwa sehemu zingine hizi siku zingine tunakuwa na huko lakini bado tupo na kama sasa hivi tumeshafanya nyimbo nzuri kabisa dada ambayo inafanya vizuri sana inaitwa Tatizo kwa Mdomo inafanya vizuri sana. Tatizo kwa Mdomo. Kwa hiyo sasa yani kupo kwa kusema kweli tupo ila tunashukuru tu kwamba unaichunga wewe. Sasa kumefanya nani? Sasa kabla hatujafika huko kwa Cosmopolitan Tarabu kwa kwani sasa hivi uko wapi? Nasikia uko sana Mkulanga kuna nini? Mkulanga nashukuru nimepata eneo kule kama 4 au 5 hivi. Kwa hiyo naanza kuwekeza shamba kule kufuga. Unafuga. Mambo yanakuwa. Mambo mengine yanaenda. Kwa hiyo wakati mwingine zile siku ambazo ninazokuwa niko free, unaenda kulima, unaenda kufuga. Mambo yanakuwa yale pambe kule. Kwa hiyo maana yake nina miji zaidi ya miwili. Lakini kule sasa hivi mara nyingi huwa naenda na miji zaidi ya miwili na maana umeoa mke wa pili? Yani sehemu ambazo unazoishi wewe Mkulanga pamoja na sababu nimeweka sehemu na bahati nzuri nimeweka vijana kule wanaangalia eneo lile. Hujaongeza mke bwana bado. Kuna mpango? Bwana kwa sababu unajua ukifika umri nao umri fulani ukifika lazima uwe, kwa sababu sisi watu wa pwani bwana uwe mwenyewe lazima uwepo kusema una zaidi ya mmoja unataka hivyo mwenyewe atakubali. Mwenyewe atakubali. Yule mwanamke bwana alishaniambia bwana ukifikia muda kutaka kuongeza bora uongeze. Haiwezekani. Kuzunguka tu. Alikwambia? Ananiambia bwana ukitaka kuongeza niambie. Tena nikutafutie mimi mwenyewe kanambia. Acha. Akutafutie mwenyewe ambaye mimi kutafutie mwenyewe sasa niletee mtu mkorofi tena. Hataki mkorofi, atakayepoa. Twende kwenye Cosmopolitan Tarabu. Niambie Cosmopolitan Tarabu. Kidogo mbwembwe zake zile za upamoja kama sizisikii, umepunguza matangazo, show zinaendelea kimya au nini kimepungua mpaka sio kama zamani Omari, au umewekeza sana kwenye ufugaji na mengine? Kwanza lazima niseme ukweli, yani vitu vyote vinavyokuja vya Omari vinakuja kwa ajili ya yani bendi siwezi kuidharau, ila unajua sasa hivi yani matangazo unajua zamani naona kwenye matangazo tunafanya hivyo. Sasa matangazo sasa hivi kwenye media yamekuwa bei juu sana. Bei juu sana, yamekuwa bei juu kwa maana tunashindwa kufanya show zetu kuzitangaza, lakini show kwa kusema kweli ingia kwenye mitandao ya kijamii unaona kila siku tunafanya show na ndio maisha yetu na ndio tunafanya sisi tuendelee kuishi kwa kusema kweli. Show zipo ila tumepunguza tu kwa sababu media zimekuwa juu sana kwenye matangazo. Media nyingi zimekuwa kibiashara sana, kwa hiyo kwa maana huko mnakuwa mtuoni au watu wanakuwa watuoni kwa ajili ya hiyo, lakini bendi bado ipo, tunafanya kazi. Nipe ratiba ya Cosmopolitan Tarabu hususan katika mwaka huu ulioisha 2025. Nini imefanya, nyimbo gani imeingiza mpya na nini ambacho wasanii waliokuwepo mpaka tunaifunga 2025? Okay, kipindi hiki tunamalizia kufunga hapa na tumetoa hiyo nyimbo ya Maua. Unajua kipindi kile alikuwa hajafanya nyimbo na Maua mimi namwandaga hiyo kwa sababu Maua nyimbo zake zinakaga muda mrefu. Zinakaa muda mrefu. Kwa hiyo lakini mwishoni mwa mwaka jana tuseme mwezi wa 12 hapo mwezi wa 10 11 tukaanza tumetoa nyimbo yake mpya ambayo tumeshaifanyia video tayari na Mungu akipenda tarehe 18 mwezi huu
siku yake ya kuzaliwa Maua Tegu, siku ya birthday yake, ndio tutaizindua video rasmi ya tatizo kwa mdomo, na tumefanya tofauti. Tumefanya tofauti. Unajua mara nyingi sana bendi za taarabu zimezoea kukuta nyimbo audio imetoka leo, lakini video inaweza kuanza kufanywa mwakani. Ndio, lakini hii imekuwa tofauti. Hii tumemaliza audio tukafanya na video kabisa, imeshakuwa tayari, ila sababu tumeangalia mwenyewe. Umezingatia nini huko? Unajua sasa hivi bwana, unajua tunapenda sana kuuliza huko watu kwenye jamii wanahitaji nini. Kwa hiyo tumefanya vile ambavyo watu wanavyohitaji kwenye jamii, nyimbo ya kashida, nyimbo ya kujidai, ya kufanyaje, ndio nyimbo ziko hivyo. Sasa watu wanapenda nyimbo za mtu akaenda kwenye shughuli niwekee hiyo. Na kwa kusema kweli, sasa hivi unapopita kila kwenye shughuli ya mdogo. Kwa hiyo nadhani ni moja katika hata hizi nyimbo zote tunapotengeneza, juzi kati nilikuwa naongea na mtu mmoja anasema, unajua cha ile uhalisia wa zamani, nyimbo zilikuwa tunafanya vizuri kwa sababu kulikuwa na ushindani. Yeye anafanya na Asma anafanya hivi, anafanya yaani ilikuwa mtaarabu ulikuwa. Sasa hivi yani ushindani hakuna. Hapo kwenye ushindani hakuna. Niambie Mzee Yusuf, sasa hivi unamwonaje? Kama mtu ambaye mlikuwa kipiga ni kupiga na nini, vipi tumzungumzie Mzee Yusuf kama wewe, kichwa cha thamani, mgodi unaotembea, unamwangaliaje kwenye sanaa yake katika urudi wake? Je, amekava Mzee Yusuf, unamfahamu au unamuonaje? Okay, hilo nadhani mashabiki wanaweza wakalizungumzia, maana yake hapo hayupo na atasema karudi. Je, karudi kama vile? Kwa hiyo nadhani mashabiki wanaweza, hata wewe si mdau sana. Lakini mimi naona kwa upande wangu, mimi naona yupo tu kawaida. Kwa upande wangu mimi sio yule Mzee Yusuf, namuona yupo kawaida. Unavyoona kwa nini? Labda kwa sababu alishasema yeye afanye, anafanya, labda watu wamemchukulia hivyo, lakini yupo na anafanya hizo nchi zake. Lakini sasa hivi imekuwa tofauti na zamani. Wakati nao watu wana interest na watu wengine, watu wanamsikiliza, ingawa ni mmoja katika wasanii wazuri, lakini watu nao wanamnisha masikio, wanasikiliza watu wengine. Tuambie mikakati ya Coast Modern Taarab kwa 2026, tutaifanyia nini taarabu kichwa cha thamani, mgodi unaotembea? Mimi wadau wanataka vitu, melala kidogo, melala watu wa taarabu, niwaambie ukweli, melala. Sasa tunataka mwamke 2026. Nini mikakati yenu nyinyi tunaowategemea, ambao kazi hii mnaiweza lakini kidogo mmeipunguzia kasi? Unajua kuna kitu kimoja, kuna muda fulani hivi hata mimi nilikuwa na mashaka sana na kinachoendelea, kwa sababu taarabu tulikuwa tunafanya, lakini zikawa hazipati airtime nzuri. Kwa kusema kweli, lazima tunaongea kweli, airtime tulikuwa tunakosa. Mtu ilikuwa ndefu sana zamani, tukawaambia tuzipunguze. Lakini pia unaweza kukuta yani sisi kama baadhi ya media kama ziliamua kama wakaamua kuelekeza wenyewe, ukiuliza wanakwambia kibiashara, wakaamua kama sisi kutuacha waelekeze biashara sehemu zingine, watu wengine wanachukua na kutokana. Lakini kwa kweli, yani muziki wetu sisi wa taarabu, Sakina na kwa wanaoniangalia, yani si muziki wetu. Wewe mwenyewe unajua, unazunguka kwenye mashughuli, unazunguka kwenye mambo mengi hivyo. Kwenye shughuli gani umekosa taarabu? Hivyo shughuli kosa kwenye taarabu, hakuna shughuli za kukosa kupiga taarabu. Yaani ukisikia sheria ya namna yoyote, muziki wa taarabu lazima uwepo. Sasa pale ndio unaupima muziki huu umekufa au hujakufa, ila tu tulishindwa kupata airtime kwa watu ambao kushika mwanzo. Turudi kwenye kumbi. Je, tuko kama zamani? Yaani hata wenzetu hawa wa muziki mingine hii ambao wao hawafanyi show kila siku, maana lazima tuseme kweli, wao muziki mingine wao hawafanyi show kila siku, wao wanategemea hivyo, na ndio wenzetu wanaanza kutuvuka kwenye sehemu. Je, nyinyi mshaanza kulipwa? Sasa ndio narudi sasa, tunalipwa, inalipa sasa, tunalipwa, tunaweza kumbora kwa hiyo. Kwa hiyo na sisi tunaelekea huko, kwa sababu wenzetu wamenani sana, wao show zao ukuti wanafanya show kila siku, lakini wao wenzetu wameelekeza sana huko. Sisi tulikuwa tumechelewa, na tulikuwa tumechelewa kwa sababu sasa mmeingia muziki wetu ilikuwa inauza kwenye kumbi, tulikuwa tunategemea kumbi tu. Kwa hiyo sasa hivi tunategemea TikTok, YouTube na kwenye show zetu za kawaida pia vile lazima tuwategemee watu bado. Tunalipa, inalipa muziki sasa, unalipa kupitia hizi mitandao ya kijamii kuliko zamani kwenye show. Yaani nauliza ipi inalipa zaidi, ya zamani au kwa upande wetu sisi watu wa bendi,
tunasema huku kimeongezeka kwa sababu mwanzo tulikuwa tutegemea huku, tulikuwa tunategemea hizi hapo ile ziada kumeongezeka, unakuta ndio kunalipo vizuri, kile ukikaa baada ya mwezi ukienda kuangalia unakuta mnanenepa, tunaona mashamba mambo mazuri. Tulikuwa tunaishi kizamani sana, na kwa sababu tulikuwa tunakuja kwa kulipitia wenzetu walikuwa na nyinyi sasa mmefungua vizuri kabisa, yani asikongope mtu. Sasa wenzenu pia wanashika soko la huku, wasanii wao msiwasahau. Mwimbo wako wa mwisho lini Omar Said? Mimi nyimbo yangu wa mwisho nimetoa mwaka jana nadhani 2024 kuja 25 sikutoa. Sasa 25 nilitoa lakini ilikuwa mwanzoni. Basi sasa hivi tupate zile fupi back to back ili tuendelee kuwateka ili hata kule TikTok na huku tunashika kila sehemu. Sasa hivi yani hicho ndio tunachozungumza, ndio maana unakuta wenzetu mchana nyimbo, usiku nyimbo, asubuhi nyimbo. Kwa hiyo tunaenda huko. Huko tunapoenda huko. Kwa hiyo 2026 hiyo ndio mambo yanayo. Tarajie Coast Modern Taarab inakuja yani kivingine. Asubuhi nyimbo, mchana nyimbo, usiku nyimbo. Kwa sababu vipo, kwa sababu tunalipa. Una wasanii wangapi? Sasa hivi wasanii nao takriban kama 16. Unawaambia nini mashabiki zako wanaokutazama Coast? Mashabiki zangu wa Coast Modern Taarab, jamani, 2026 tumejipanga na tunakuja vingine. Kwanza kabisa watu watakuja kuona maajabu ya muziki wa taarab kwenye video mpya ya Maua Tebo ambayo tunaizindua tarehe 18. Wapi hapa Kisuma? Tunaizindua, tutaanza kuifanyia na nini? Dizonga. Tutafanyia Dizonga alafu then tutakuja na Kisuma kwa sababu hizo sehemu zote zetu. Kwa tutaanza Dizonga tarehe 18 tutapatia yake tutakuja kuifanyia hapa. Kwa hiyo mambo yatakuwa mambo mazuri. Na mimi mwaliko nitakuwa nao. Mwaliko lazima uwe nao, unapotaje sasa? Mama mtu lazima niwepo. Mambo kwa hiyo mimi nakushukuru sana, kama una lolote la kuambia mashabiki zako waambie. Mimi nadhani nimeshazungumza kwa kifupi tu kwamba watu 2026 wajiandae. Hapa sasa hivi dada tumeshamtoa, lakini dada ana nyimbo 5. 2026 wategemea nyimbo 5. Baada ile moja maanake kuna zingine 4. Alafu sasa nitakuja mimi, atakuja Yusufu na wasanii wengine. Mimi kabla hujaondoka nataka umwambie kitu dada yako katika nyimbo yenu ile mlikuwa mnajibizana kuhusiana na kijembe fulani hivi cha damu nzito. Hebu sema watu wakumbuke majibizano yenu. Sema ambayo unajua hii itasisimua. Tujalie Mola Mwenyezi tupendane dada na kaka, unipende kwa kiangazi nikufae kwa masika. Nilikuwa namwambia Maua, tujalie Mola Mwenyezi tupendane dada na kaka, unifae kwa kiangazi nikufae kwa masika. Kwa sababu kuna watu wao walishakuwa ndugu na uadui. Kwa hiyo ile nyimbo kwa kusema kweli ni moja katika nyimbo, hata pale ninapoishi kuna bibi yangu mmoja nipenda sana. Sasa ile nyimbo mliongea vizuri sana. Mimi nakushukuru, nategemea nyimbo yako ya mwisho unasema inaitwaje? Ilikuwa inaitwa bado hajanisahau. Bado hajakusahau. Mpenzi wa ex wangu usinichukulie poa, sio shida zangu, mbona nishampoteza. Maanake nilikuwa naye alafu akatoka akaenda kwa mtu mwingine. Lakini bado nakumbuka. Sasa bado ananikumbuka. Alafu tena yule bwana yule ndo anaona imekuaje tena, anaambia kizuri akisauliki. Mimi nakushukuru sana. Asante. Watu wakitaka kwa bendi, namba yako? Okay, wakitaka bendi watu namba yangu ni 0714 00 99 44. Shukrani, bye bye. Asante Omar Said. Niko na kichwa cha thamani, mgodi unaotembea.